Ati mambo ni mangapi? Ati mambo ni mangapi? Sheria ya taifa letu la Kenya inasema ni kinyume na ni unyama mtu kulipwa chini ya minimum wage. Kwa hivyo, our good friends in the private security space, the regulator is here, the Ministry of Interior is here, the Ministry of Labor is represented. We must work collaboratively, working together to ensure that every security company operates within the parameters of the law. Sheria ya Kenya inasema mwananchi, kuna minimum wage mwananchi analipwa, and that is not negotiable. We can negotiate about anything else. Kwa hivyo, kampuni za private security, mimi niko tayari kuketi chini na nyinyi ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba kama mko na changamoto tuwasaidie, lakini hawa watu muwalipe pesa zao. Na wakati mnalipa pesa zao, muwalipie SHA na muwalipie NSSF, kwa sababu hawa wananchi mwisho wakiwa wazee wanataka wawe na pesa, wasikufe maskini. Na tumesema hivi, wewe mwananchi, wewe mfanyikazi utatoa sehemu kidogo ya NSSF, lakini mwajiri pia atakulipia kiwango ingine ya NSSF, na hiyo pesa yote itakuwa pesa yako wewe kama mwananchi. That should be your money. Tumeelewana? Tumeelewana? Mimi naambia my Ministry of Interior, the Private Security Regulatory Authority, the Ministry of Labor, and all government agencies to ensure that these great Kenyans, private security officers, are paid nothing less than the minimum wage. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi vile vile nataka mnisikize kwa makini. Ili tuweze kuhakikisha ya kwamba uchumi wa Kenya inakuwa, kwa sababu uchumi ya Kenya isipokuwa, tutakosa nafasi ya kupanga ajira, tutakosa nafasi ya kuajiri wananchi zaidi, tutakosa nafasi ya kuajiri watu katika viwanda zaidi, na Kenya haitapiga hatua ya kwenda mbele. Kenya hii yetu ni nchi ya demokrasia. Sisi wote hapa tuko na haki ya kidemokrasia. Ni kweli ama si kweli? Kila mmoja wetu hapa ako na haki ya kuongea, ako na haki ya kufanya mambo yake. Sisi wote tuko na haki ya kupiga kura vile tunavyotaka. Hakuna mtu wa kushurutishwa. Ni kweli ama si kweli? Lakini pia kuna haki zingine ziko ndani ya katiba. Haki ya nyumba ya kuishi iko ndani ya katiba. Ni lazima serikali ipange vile hawa wananchi wataishi mahali ambapo pako na heshima, sio katika slums ama vitongoji duni. Hiyo ni katiba sehemu ya 43 ya Kenya. Sehemu ya 43 ya Kenya inasema mwananchi wa Kenya, kila mwananchi
ako na haki ya kupata matibabu. Kila mwananchi, sio yule ako na kazi, sio yule ako na uwezo, sio yule ako na pesa, hapana, kila mwananchi. Na ndio ni sababu lazima tupange vijana zaidi ya 1,300. Ile overseas employment vijana zaidi ya 1,800, 1,580 wameenda kazini huko. Lazima tuwe na mbinu ya kuzalisha ajira zaidi, ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ili gharama ya maisha ikuje chini, lazima tuzalishe kilimo zaidi. Ndio mnaona tunaweka pesa huko, tunapunguza gharama ya mbolea, tunapunguza gharama ya mbegu, tunawasaidia wakulima, kwa sababu tukizalisha chakula zaidi, gharama ya chakula itakuja chini, gharama ya maisha itakuja chini. Ndio mnaona tunasema watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tunaweka pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Ndio hawa wananchi wasiitishwe pesa ya kusomesha watoto wao. Hata na sisi tunaweza bana, ama namna gani? Tunaelewana? Ndio hata wale wanajaribu kushindana na mimi, nimewaambia wacheni ukabila, wacheni matusi, wacheni vitimbi. Nyinyi mtueleze ajenda yenu ni gani, sera yenu ni gani, mpango yenu ni gani, ama namna gani? Kwani iko makosa tukiambia mtu atuambie mpango yake? Wasitupigie tu makelele, makelele bure. Unajua mtu kama hana akili, kelele ndio inazidi, ndio aonekane hapo busy. Ama namna gani? Sikizeni, mimi nimesema njia ya kupanga ajira Kenya. Pale affordable housing nimetengeneza nafasi ya kazi 1,800. Pale kwa digital jobs nimetengeneza nafasi ya kazi 1,300. Pale kwa overseas employment nimetengeneza nafasi ya ajira 1,580. Hawa wenzetu hawa wanajaribu kushindana na mimi, watatengeneza nafasi ya ajira wapi? Watueleze, watuambie. Hii ya William Ruto imefika hapa, yetu tutafanya ifike pale. Mumesikia wakisema chochote? Maneno yao ni matatu: one term, Kasongo, Masugo. Nyinyi munieleze, kwa hiyo mambo matatu iko nafasi ya kazi hapo? Wale watu ni wako chini sana bana. Sijui kama tunaelewana bana. Tuko pamoja? Tunaelewana? Mimi nimesema njia ya kuteremusha gharama ya chakula ni kupunguza gharama ya mbegu, kupunguza gharama ya mbolea, kufukuza wakora kwa wakulima, kuinua kilimo, tuzalishe chakula zaidi, unga ishuke chini, gharama ya maisha ishuke chini. Mpango yao ni gani? Wako na mpango wale jamaa? Mimi nimesema ili tupunguze gharama ya maisha ni kumsaidia mwananchi, kila mwananchi wa Kenya tumuweke katika bima ya serikali ya SHA. Ndio akiwa mgonjwa asiuze mali yake, asiuze shamba yake. Nilisikia mwingine anajaribu kusema ati William Ruto anasema Wakenya milioni 32, kwani hii SHA ni ya Registration Bureau. Akili bwana, tumia akili. Yani kusajili mwananchi ni ili tuwe na data, tujue wananchi ni wangapi katika zahanati gani, tujue madawa kiasi gani inahitajika, tujue wauguzi kiasi gani wanahitajika, tujue equipment ya kusaidia hawa Wakenya inahitajika kiasi gani. That is the purpose of science, of data, so that you can provide interventions that are driven by intelligence, by science, by data. Hauwezi kufanya kazi kubwa kama ile tunafanya using guesswork. Hauwezi kutumia uchawi. My friends, ama namna gani bwana? Mamwiji.
It's not possible. Si ndio? So tuanze na hapo. So nafikiri tumekubaliana. Haya maneno yote nimesema. Mimi nataka sasa the Ministry of Interior, the regulator, Private Security Regulatory Authority, Ministry of Labor, Public Service na idara yetu ya polisi waketi chini ili haya mambo yote nimeyasema, na gavana wa Nairobi, kwa sababu tuko na watu wengi wa private security hapa Nairobi, mketi chini siku 60 murudi kwangu, ndio tukubaliane kwamba haya mambo yote tumesema hapa yametekelezwa, ndio hawa wangwana waweze kuendesha maisha yao, kazi zao kwa heshima. Tumekubaliana? Tumekubaliana? So nyinyi mumenitembelea. Na nimesikia wengine wenu mkisema niweke mawe. Ati mumesema? Ati mumesema? Lakini sasa niko na swali. Sasa Biblia inasema sikizeni bwana, sikizeni. Biblia inasema hakuna mzazi mtoto wake akiuliza mkate anampatia mawe. Sasa sikizeni vizuri, tuko na maneno hapa, lazima tuelewane. Sasa Biblia upande moja inasema hakuna mzazi mtoto wake akiomba mkate anampatia mawe, na nyinyi mko hapa munasema munataka mawe. Sasa